anawatoa huku kwenye upande wa Simba anawaleta huku kwake. Tafsiri yake anajua kama wako 20 au wako 10, nikichukua 3 au 4 nikiwaleta huku, hao waliobakia lazima watawachukia hao. Ni sawa sawa na baba mwenye familia ya watoto 5. Katika watoto 5 unateua mmoja au wawili unawasomesha shule za hizi senti za kulipia. Wale walobaki wanaenda nini? Shule za kata. Wewe unafikiria unajenga familia ya aina gani hapo? Lazima hao wanaenda shule za kata watawachukia wenzao waliopata elimu bora. Ndicho anachokifanya nani? Mwekezaji wetu. Lakini kikubwa tunachokiangalia sisi, tunaijengaje Simba? Sasa nani atakuja kuikomboa Simba? Ina maana ni mwenyekiti ambaye atakuwa na makucha marefu ya kuja kuikomboa nini? Kuikomboa Simba. Mwenyekiti ambaye mwenye msimamo, na alikuwa akigundua kwamba wewe una msimamo tayari lazima anakuvisha jobaya. Ni sawa sawa na paka. Paka ukimweka nyumbani si ana uwezo wa kukulindia panya. Anawakamata panya wanakuwa wawepo ndani ya nyumba. Si ndio? Sasa ili paka uwawe anaitwa nini? Anakuwa jina, anaitwa paka mwanga. Mbwa akitaka uwawe mtaani anaitwa nini? Mbwa kichaa. Ndicho kinachotokea nini? Kinachotokea kwa mwekezaji wetu. Kwa hiyo mwenyekiti wetu sasa amevishwa nini? Amevishwa jobaya, na hili limetengenezwa na baadhi ya vikundi vimetengenezwa. Kila kinachotokea ndani ya Simba ambacho ni kibaya asukumiwe nani? Asukumiwe mwenyekiti wetu, ili huyu mwenyekiti asiweze kupambana na huu udhalimu unaoendelea katika kutaka kuizuru nini? Kuizuru Simba. Lakini kama mwenyekiti wetu angekaa katika mstari anaoutaka yeye, haya yote usingeyasikia, mwenyekiti angeonekana bora. Leo kwa mfano Dr. Mo aliongea hapa, Simba inawaajiri watu, walioajiriwa ni watu 28. Katika watu 28 waajiriwa 27 wote wametoka upande wa nini? Wa 49%. Lakini huku upande wa 51% ametoka mtu huyu ambaye ni mkurugenzi wa nini? Wa wanachama. Malimbikizo ya madeni. Ili niweze kuichukua hii timu kirahisi, tuwalimbikizie madeni hao. Kila kitu kinaandika. Kuna mwaka mmoja aliongea Isa Masudi, watu wote tulimwona mbaya. Mimi mwenyewe nilikuwa mmoja wapo, nilimshambulia kweli. Kwa nini anamgusa Mo? Jamani, hakuna mwana Simba alikuwa mbaya amkubali Mo. Isa Masudi aliongea, jamani, huku mpaka hela za mchicha zinaandikwa, hela za mchicha. Umekuwa hela ukanunue mchicha kwa ajili ya kula wachezaji, boxer, zote zinaandikwa. Tulimwona yule bwana anatongopea. Lakini leo juzi alitoka hapo front. Kweli anaidai Simba, anasema bilioni ngapi? 87. 27 katukopesha 60. 27 katupa 60, anafanya nini? Anaidai hela yake. Na mpaka sasa hivi dokumenti ziko mezani, sio anatakiwa asaini hilo deni. Tafsiri yake ikifika bilioni 100, timu inadaiwa bilioni 100. Timu ya kwetu. Wale wana Simba wanaosema mo kila wakati wakikaa mo. Simba ni ya kwetu, tunadaiwa milioni 100 sasa. Tunaichanga miaka mingapi? Twende zuio la wanachama. Wengi tulikuwa tunajua mwenyekiti ndio anazuia nini? Wanachama. Lakini huyu Mangungu tunampigia kelele ndio anazuia wanachama. Mangungu ameingia 20 hapa plus. Wanachama wamezuiliwa tangu 17. Hakuna mwanachama mpya wa Simba alosajiliwa, alokuwa kadi. Mangungu kwa alikuwa. Tafsiri yake mwekezaji ndio anayefanya nini? Ndio anayezuia swala la kuingiza wanachama wapya. Kwa nini anazuia wanachama wapya? Ukitaka kumtawala mtu hakikisha awe maskini. Ndicho anachokitumia nani? Anachokitumia nini? Mwekezaji wetu Mo Dewji. Anajua Simba ikiruhusu kusajili wanachama wapya, ukipata wanachama 100,000 tu tayari una bilioni 2 na pointi kadhaa. Kama kadi moja ikiwa 30,000, maana yake una bilioni 3. Ukipata wanachama milioni 1, maana yake una bilioni 30. Sasa wewe unataka kuwekeza bilioni 20. Wanachama washaika bilioni 30 kwenye akaunti ya timu yao. Hivi kuna uwekezaji hapo? Ndio maana wamefanya nini? Amezuia. Na njia nyingine walitumia baada ya kugaiwa 49% yeye, 51% Simba, alinunua tena 10%. Kwa hiyo kwenye upande wa Simba 51%, ondoa 10 akiwa kama mwanachama. Anatuongopea kwamba hii 10% atawagaia wanachama. Kuna wewe mwanachama umepewa? Hapana. Yaani alifanya inaitwa ni ujanja wa kishamba kama utapeifanya, kwa sababu tumeaminishwa ni 51%. Kuna 51% mwekezaji Mohamed Dewji Mo kachukua 10% yeye kama mwanachama. Kwa ukijumlisha hazina kwa 9
Maana yake yeye ana 59. Sisi wanachama tubaki na ngapi? Na 41. Sijui umeelewa? Kwa hiyo huku tumebakia na 41, kwenye makaratasi sisi tuna 51. Lakini reality yule bwana yeye ndo ana 59, sisi tuna 41. Nguvu ya kuikomboa klabu unaipata wapi? Leo serikali tulikuwa tunajua ili swala la uwekezaji, yeye anatoka analalamika kwamba uwekezaji, jamani mnanicheleweshea. Kumbe anayechelewesha uwekezaji ni yeye. Serikali ishatoa maagizo vitu vitatu vikamilike katika katiba ya Simba, vibadilishwe. Vikishabadilishwa, katiba ikishapitishwa, uwekezaji tayari umekamilika. Vitu hivyo ni vipi? Kitu cha kwanza, ukomo wa wanachama ufutwe. Wao waliweka ukomo wa wanachama mwisho wa wanachama 50,000. Na mimi ndo mtu wa kwanza kuongea, na ndo kilichonitia jela. Nimekaa siku 4 Central Park. Ukomo wa wanachama 50,000. Simba ina mashabiki zaidi ya milioni 20. Leo unaambia tu wanachama mwisho 50,000. Na wanachama ni pesa. Kwa nini uitaki hii pesa? Tafsiri yake, tukishakuwa na pesa nyingi, maana yake yeye tutamdharau. Yale magoti kama wanapotaka ndugu zetu wa Hindi yatakuwa yapo. Sijui umeelewa hapo? Kwa hiyo kitu cha kwanza ni ukomo wa wanachama. Kwanza uondolewe, wanachama wapya wasajiliwe ndani ya Simba. Serikali inaagiza hiyo through BMT. Kitu cha pili, mwenyekiti wa bodi atoke upande wa 51%. Ndo wenye nini? Wenye hisa nyingi. Hivi kama mwenyekiti wa nani wa bodi kama angekuwa Mangungu, hayo yote angekuwepo, tungekuwa tunapiga kelele. Singekuwepo, tungepepea mno. Hilo nalo hataki. Cha tatu, serikali imeagiza ili kusiwe katika hali ya kumtegemea mtu na mtu kuilingia klabu isipotee, lazima wawekezaji wawe wangapi ili kuondoa nguvu, kwa sababu 51 na 49 bado vinakaribiana. Sisi watu wa hesabu tuliosoma science, approximation hapa 50 to 50 hapa. Au nyewe mnasemaje? 50 to 50. Ili kuondoa hili, hawa 49 wanatakiwa wagawanywe wawe watu watatu. Huyu 12 point something, huyu 12 point something, huyu 12 point something. Nguvu inapungua, kwa hiyo 51 inakuwa ina nguvu. Huyu bwana hataki. Akataka kuleta mashirika yake. Anaoyajua yeye, anakuambia kwamba hawa ndio watakuwa wawekezaji wenzangu, lakini jina la kampuni bado ni lile Metri. Leo unapozungumzia Mokola, ni kiwanda, lakini ukiingia iko ndani ya Metri. Unapozungumzia sabuni ya Mshimbi iko ndani ya Metri. Unapozungumzia chochote utakachozungumzia cha Momo viko ndani ya Metri, ndio kampuni mama. Serikali imekataa hiyo. Tuliwalaumu sana watu wa nini? Wa FCC, Fair Competition Committee. Serikali ina macho marefu, na ndio maana imeunda hivi vyombo kwa ajili ya kusimamia haki za watu katika masuala ya uwekezaji. Tukawa tunawalaumu wale jamaa walivyozuia ule uwekezaji. Kumbe maskini ya Mungu wanasimamia maslahi ya Simba. Nayo akagoma. Ndio maana kipindi kile cha uchaguzi wakatengenezwa watu, yakatengenezwa makundi kwenda kupiga kelele ule uchaguzi, ule mkutano uishie njiani, ili haya mambo matatu yasifanye nini? Yasipite. Kwa uelewa mdogo sasa wa wanachama wa Simba na mashabiki wa Simba, kweli bado tunaendelea kumwimba nani? Kumwimba Mo, lakini boss kila siku yeye anapiga kelele, yeye anapata hasara. Jamani, niwafundishe kitu. Faida ziko za aina mbili, kuna direct na indirect profit.